najua wewe unazipenda sehemu tukae hapo kwa sababu tete. Bwana, ndio ndio maana bwana, sababu wewe sio mtu mzima, wewe mtu mzima na nusu. Hili jambo letu asijue mke wangu hata mmoja. Maana nashukuru kwa hatua ambayo tumeifanya. Mimi ndo hapo nakukubaliana. Yaani mpaka naogopa lakini raha. Wewe sio hekima, yani sijui hata niseme una kitu gani. Kwanza nashukuru. Hilo ndo la kushukuru Mungu. Maana bila kumshukuru Mungu mambo yetu hayafanikishi. Nakwambia. Kwa hiyo mimi nitahakikisha hii siri sitoweza kuitoa mbele zao. Kama ninavyokusisitiza ndio hivyo hivyo tunaenda. Mwendo miondoko, chujo mchujo, mambo nazi tui, nazi 25 kama alikiba. Nazi 25 kama alikiba. Na leo sasa nataka niende nikalale kwa huyu mke wangu. Hapo sijui utachezaje lakini ukija ukiulizwa sema bwana huyu jamaa kidogo ameingia kiwandani pale. Analinda kiwanda cha matofali, kuna wafanyakazi mpaka usiku. Lakini sasa naomba tafadhali angalau nije nimuone kidogo nipate muongo. Usijali na samaki wapo. Na pia nitakuzawadia kadri siku ambazo zinaenda, nikipata mtoto nitakuzawadia chochote kitu bwana mkubwa. Umemaliza. Nashukuru bwana. Napata hivi ni sijui ndio. Kwa mke mpya kwanza subiri nikakae kijiweni pale niweka hapa. Basi sawa. Mawazo kichwani yameniandama, sinayo amani wala usalama, ningali ndoani nikijitazama, nashikwa huzuni mi mtoto sina. Nimebeba mashamba manne yote yako sawa, sasa ni mwaka wa 4 bado sijazaa, nahangaika ninateseka na huzunika nimeshachoka. Ndio mke wangu. Umenishtua. Fanya hivyo. Sasa mke wangu wewe. Vipi la kushapika? Chai, mihogo, tangawizi. Kulikoni unakuja huku unanyatia? Mke wangu. Tope hizo. Wewe ni tope hizo. Mvua ilikuwa mvua kidogo, nimeangalia ndio nikaona nyatie kidogo. Afu nimekaa hapa nilikuwa nakusubiri wewe unajua. Ili tuingie wote huko. Unajua? Mimi majibu yako ulionipa sijaridhika nayo kabisa. Kulikoni unakuja unanyatia na unajua kabisa mimi ni mkeo? Ndio. Mzetu ndani mke wangu mpenzi mwanana huba. Aisha. Toto yani unajua hapa mimi umenishtua, usiingie wasiwasi wote, mimi niko salama kabisa. Halafu mbona jana hukulala hapa? Ushasahau mke wangu? Nilikwambia nenda zangu markazi. Nitakaa siku 2. Ila ndo nimeona hakuna issue. Ndo nimerudi zangu hapa mama. Sababu kule mimi nimekaa eti tasbihi hawataki kunipa tasbihi, mimi nivute nyuradi. Mimi hawataki kunipa vitabu na nimeandishia mimi kwa sababu nasoma sana. Gere wananionea mashehe gani. Ndo nikaona nije zangu huko. Wanakuonea gere gani? Na ilmu. Ilmu kwa mimi. Tangu twende. Wewe sijui umeenda kufanya kitu gani huko ulipoenda? Uniamini. Wewe sasa hivi. Mimi uniamini. Bi Aisha. Cheka. Wewe mwanamke utazeka vibaya. Tuanze tu. Cheke gani? Unanitoa Nakutoa wapi? Nitakijua tulishoenda kukifanya. Wewe jibabaisha hivyo hivyo. Wewe na gubu wewe. Wanawake wafupi wana magubu ya. Shida mtoto, shida mtoto, shida mtoto. Sasa unajua ni washabashi mwai. Subiri kwanza mume wangu. Kwanza utakuja kulala hivi. Na leo
au ndo unaondoka hivi? Kulala mimi ni wajibu wangu kuja kulala mke wangu. Na Kwa unamaanisha leo utarudi? Haina tatizo hiyo. Hiyo mimi nikipata muda nitarudi. Ila leo sitowahi. Unajua tena wako angalau arba unajua mke wangu. Unavyoniambia hiyo arba sasa. Unajua kama sina haki mimi? Kwa nini? Nataka kutambulishwa na mimi. Na mimi nijulikane kwenye zamu. Niwepo. Mimi sijulikani unajua Wala hawajui kama mwanamke mwingine. Kwa hiyo haiwezekani mimi nikawa naibia tu. Mimi mwenyewe nataka zamu. Kwa Mungu kesho ujue. Unajua mimi nilichofahamu kitu kimoja. Wewe unataka nini? Haki? Unataka na kurogwa? Unataka na kupigwa? Yaani hicho ndio unachokitafuta. Kwa sababu wewe mpya mtoto wa watu. Unajua wewe mzuri kuliko wale. Kiwango wewe kichuna, mdomo wa glass. Yaani wewe sio wasiwasi. Subiri kwanza. Yaani nitapigwa endapo nimeolewa. Kwani wale ilikuwaje kwa watambulisho? Na wako 3, mimi 4. Haya sasa basi hilo swala wewe niachie, mimi nitajipanga na wewe utapata uhuru. Uhuru wa nini? He. Una shida gani nyumbani kwangu? Kelele. Subiri. Yaani subiri sasa nyinyi. Mume wangu. Nyinyi mnacheka nini? Au kina nani? Subiri, kamuita mume wangu. Mume wangu? Hivi pia mume. Ingia ndani. Aingie ndani wapi? Subutu kuingia ndani hapo. Huyu ni nani? Kwani nyinyi mmekuja mmeambiwa huyu na huyu nani? Kizunguki sana. Huyu nani? Mume wangu. Hebu nyosha maelezo basi. Huyu nani? Sasa nyinyi kwa nini mmekuja hivyo? Tukaeni chini. Kaeni basi kwanza tuongee vizuri. Huyu ni nani? Hilo ndio jibu, tupe jibu. Ni nani huyu? Na nyinyi mnaangalia tu. Subirini. Jamani. Jamani. Mtaniua na nyinyi. Unauma nini bwana? Sogea kwa kweli. Chenga banani. Yaani bora ulivyokuja. Usione wapole hao. Wangeniua lakini jungu kuu alikosi ukoko. Yaani hizo mbio zote walipofika hapa wamekuja kuninusuru mimi bwana. Alhamdulillah. Hawa visirani hao. Kwanza wana familia. Tunaomba tusameheane. Sawa? Maana Mwenyezi Mungu anasema yamani arani bi baadi makani Allahu Rabbi la tasani. Siku moja palikuwa na sahaba. Yule sahaba alikuwa na shamba lake tu kubwa tena chafu kabisa. Lakini yule sahaba siku ya pili akaliona ile shamba lake aliunguze moto. Shamba likaunguka. Ikateketea wewe. Lakini kumbe ndani ya lile shamba palikuwa pana gogo pande kama hivi. Nalo lilikuwa linateketea. Kumbe hajui yule sahaba kwamba ndani ya lile gogo palikuwa pana funza anaishi. Palikuwa pana kiumbe. Na yule funza akatamka maneno akasema yamani arani bibadi makani Allahu Rabbi la tasal. Ile gogo likazi. Siku ya 3 ile sahaba akafika pale. Akaliona ile pande la gogo limebakia, basi akalichukua ile pande la gogo akakaa pembeni. Akawa ni sehemu ya makazi. Kwa hiyo kiumbe kasuru. Na sisi sheria ya kidini, sisi kama Waislamu, lazima tufanye uadilifu. Sawa. Na uadilifu huu ukiona ana uwezo wake nyie 3 mkatimiziwa, basi ana sheria akaongeza mke wake akawa 4. Sawa. Jamani, hizi kugombana haya mama hayafai. Na mimi kama mshenga, mimi nafikiri hapa hakuna alikuwa hanitamka. Siku ya kwanza kwenda kuoa kwa mke mkubwa huko. Nimekwenda, wewe unanijui mimi? Wewe endelea tu. Mshenga, labda mimi niongee kitu. Hawa bado nafsi zao zimeanza kuachia lakini bado kidogo. Lakini hemu waambie mimi. Tena wewe ndo nyamaza kabisa. Wewe nyamaza kabisa. Hivi nikuulize kwanza. Laiti kama hukufumwa naye huyu, ungekuja kututambulisha hapa? Ndio. Na mimi nilikuwa nishamwambia huyu nitakuja. Sasa mimi hemu waambie mimi nioa kwa sababu gani? Mimi kikweli mimi alinipigia simu saa 6 za usiku.
Saa 6 za usiku akanipigia simu, akaniambia mimi kesho tuonane mapema. Haya, mimi nikafika kwa hapa ni kufika, akaniambia bwana, mimi kuna 1 2 3 nataka nikaoe niongeze mke wa 4. Ndio huyo. Mambo si hayo. Na mimi nimeoa kwa sababu sina watoto na ndio sheria yake tumeambiwa hata kwenye dini. Kwa hiyo mimi natafuta watoto bado. Huyo mkewe, huyo mke mwenzenu. Nisikilize na mimi nipate niongee. Tusikilizeni na sisi, tupeni nafasi basi. Kwanza nikuulize, ni mara ngapi nishakuja kukulalamikia kuhusu tabia zake? Mara ngapi nimekuja kukulalamikia huyu hatimizi haki zake? Yaani huyu sio kunivisha. Mimi nitajisemea nafsi yangu, sio za kwao wao, watajijua wenyewe. Huyu sio kunilisha, sio kunivisha. Mimi nihangaike na biashara vyangu huko, apate kula na yeye. Nihangaike nipate nivae. Sijafanya hivyo, sivai, naazirika. Ungetimiza kwanza haki zako, alafu ndio ukitafuta mke wa 4. Sasa wewe mkaidi, mimi ndo nakusafishia nyote zo biashara zako ndio ukafanya. Mimi mtu mwema tayari. Mtu anayeoa mke mmoja dua yake inakubalika. Sikwambii mie wa 4, dua yangu moja tu. Wewe ndio unapata riziki hapo. Hilo ndio unalolijua wewe. Alafu nyinyi mbona mmekaa kimya nyinyi? Alafu hata wewe siwaambie umekuja hapo umechakaa kama muhindi wa kusini sijui wapi. Hapa sasa kukaa na mimi ndio unang'aa sasa hivi unaanza mdomo. Kwa hiyo kule kujivisha mwenyewe ndio imekuwa shida, unanzalilishwa sasa. Tunazalilishana sasa hapa. Basi. Wewe mke wangu ndio mkuu. Hawa wenzio ndio angalau wakuongoza, wewe ndio unakuwa mkali na pale. Ukali gani? Shati lenyewe nimetoka kulinunua mie jana tu hilo. Ili shati langu mke wangu, ushasahau. La kweli lile. Subiri. Mimi nataka niongee na mke mwenzi. Shoga yangu umekubali kuolewa ukianza. Sasa ndio tunamjua huyu mwanaume. Wewe umekubali kuingia. Pambana na hiyo haja ya mwanaume. Unapomwona akapendeza hivi. Kavaa kang'aa mpaka wewe kamtamani. Tunamtunza sisi. Mimi nategemea sheria kuone watu 4. Cha msingi hapa ni tushirikiane, tujue tunamfanya vipi yeye akakutulia. Naam, kun fayakun. Jamani, samahani. Nafikiri kidogo nimepigiwa simu hapa kidogo na kikao. Kwa hiyo inshallah ndio kama hivyo kwamba huyo ndio mke wenu, wewe mtaishi katika. Si ushafanya uliyofanya, ushafanikiwa, kwa nini usiondoke? Lazima ujitie dharura ya kuondoka. Ustazi anikimbia. Ustazi, wataniua. Tutakuua gani? Wakati unajua kama tutakuua usingeyafanya hayo. Wewe nini twende ndani? Yangu mpya. Nenda kule katulie. Kaoge vizuri ili uzidi kuumia. Tena na wewe ngoja nikwambie kabisa. Hapa. Basi tena kishuntu. Huyu. Hapa tumepata mume. Mambo sio kama haya. Si ungeniacha nikampata. Yangu sasa unishike suti ya gana tende. Kwa pesa gani ulionayo? Tende ya kusonga wewe. Pesa yenyewe bado tungeweza tukahangaike huko. Nimebeba mashamba 4 yote yako sawa. Sasa ni mwaka wa 4 bado sijaza na hangaika ninateseka na huzunika nimeshachoka Maulana. Karim. Abeshi vipi? Freshi. Mambo yanasemaje? Salama. Umekuwa kijioni peke yako vipi tena? Nipo tu hapa, unajua tena shatoka. Au ndo unatega? Vijana mwamiliki mnaweka few cup. Ndio bosi wangu. Salama tu. Kwanza hongera sana Karim. Asante. Hongera kwa nini? Mke wa 4. Huo ni wajibu. Unajua mimi tangu nilipokuwa mdogo nilikuwa natamani moyo wake wa 4. Kikero nenda huko kwa sababu Mungu akasema niombeeni nitakupeni. Nami nimeomba. Basi kanipatia hao wake. Nipe siri ya mafanikio babangu. Siri ya mafanikio ni kuendelea kuwa na maombi ndo yangu idumu na vitu vingine vyote muhimu vinavyohitajika kwenye. Unajua Karimu, vijana wengi wa sasa hivi uchumi wetu uko chini sana. Lakini wewe ukipata kipato kidogo unaongeza mke. Kwani kwenye ndoa unafuata nini? Kwani raha ya ndoa ni nini? Raha ya ndoa ni mtoto. Basi na mimi nimeoa natafuta mtoto. Ulikuwa na wake 3 Karimu.
hujapata mtoto. Sasa hivi umeongeza wa 4. Fanya uende hospitali. Oya, wewe mbona unashuza kiboya wewe? Kumbe mimi nakuona kila siku afu mweupe nyinyi ndo wajukuu wa manabii, lakini nyinyi kumbe ndo mweu kabisa. Wewe unaona mimi vipi? Wewe unachukuliaje? Basi nitakuja kumwona dada yako. Unataka hivi mtamwona dada yako basi. Karimu, nimekupa ushauri. Ushauri wa nini wewe? Wewe bangi unavuta chooni. Vuta sasa. Na mizizi yake kata, ngoa, saga kwenye blender, kausha, vuta. Afu wewe hospitali, wewe unachukuliaje wewe? Maulana Rabbana, Maulana niokoe Bwana, Maulana Rabbana, Maulana sina la kufanya. Mume wangu. Ndio mambo gani sasa hayo? Mke wangu wewe, tuhame. Mimi shaona nitakuja kuua mtu, nitakuja kumpiga mtu afu je inaonekana mimi. Subiri kwanza wewe ya kuwa tuhame yake pembeni. Hapo ulipopita hujaniona au ndo nini kwanza? Sikuna mtu huko anitafutia mabalaa, mimi nanitafutia kesi. Na wewe bwana wewe umezidi. Haijawahi kutokea hata siku moja mundani ukaja na furaha. Mbona uko hapo nje uko vizuri? Ukiingia mundani tu. Yaani wewe leo kama utakuja upo na furaha, basi kesho utakuwa ni mtu mwingine wa kubadilika. Ndio maisha gani haya? Mimi unajua mke wangu bwana, mimi jinsi ambavyo naishi na vizuri wenzangu na ninajua imani zote. Licha ya mambo ambayo napitia. Na ndio maana hata Mungu anakuwa anampa nguvu mtu ambaye hata anaoa wake wengi kwa sababu ya nini? Akili nimeshaiamrisha mimi niwe na nguvu na Mungu analeta baraka zake kwenye nguvu zangu. Na ndio maana nyinyi nimeweka ni ngapi? 4. Sasa mtu alinakuja from nowhere, oya Karimu, vipi? Mbona huna mke sijui na nini huna mtoto? Huna mtoto sijui na hivi wake wote mtu. Namwambia kabisa. Mtoto ni majaliwa ya Mungu. Yeye mtu anaanza kukwambia, sasa yeye ndio wote hata sasa yeye anamhusu na nini? Usizunguruke sana. Una nini? Na wewe tena, nisizunguke. Mimi nakwambia wewe unaniambia nisizunguke. Alafu mimi ndio maana nakuwa spend ya mambo yako. Wewe mipasho tu na wewe. Kama nimeoesha mashauzi huko ndani. Sio mipasho, unajua mimi ni mkeo. Kwani mimi nimesema rafiki yangu wewe? Basi niambie una nini? Si ndio wao wanasema mimi nina tatizo sijui niende hospitali, sijui hospitali ushaenda. Sasa mimi nikafanya nini? Mimi na UTI. Waambie au sometime ukiwaona. Utakuja nimkamate mtu. Tena bora leo ulivyosema mwenyewe kabisa hilo swala. Mimi hilo swala kila siku nataka nikuambie. Lakini ningelianza mimi. Ungeleta yale mambo yako sijui na wivu nimezidi, nipunguze na kubana. Unataka kuniambia nini? Huenda ukaona tatizo kweli. Tatizo nilipata wapi? Wewe umeoa mimi mke wa mwanzo, Umeoa mke wa pili. Sasa hivi tena umerudi umeniolea mke wa 4. Sasa hapo mwenye tatizo ni sisi ni wewe. Sasa mke wangu, hospitali mwende nyinyi, mimi niko vizuri. Kwa hiyo nyinyi ndio mnataka kusema yani vipi? Wewe unataka kusema vipi? Hapo. Una uhakika gani kama mimi sijaenda? Kwa hiyo wewe mnashirikiana na watu wa nje, sawa mimi sina uwezo wa kukupeni watoto. Mmeenda lini sasa hospitali? Sio na watu wa nje, nimeenda na mkeo wa 3. Kwa hiyo sasa ndio mmeenda mmeambiwa vipi? Si tupo sawa, lakini tumeshindwa kukuambia tuende shirika kwa sababu wewe usemezeki. Basi mimi hilo nitakaa vizuri tuende hospitali. Inawezekana kweli na tatizo afu ubishi na nini.
unaniendesha. Lakini isiyo sababu tena na wewe kunikazia kazi ya macho. Sasa kama hapo unanikazia macho ya nini? Sasa sina kuambia ukweli. Una ukweli ukamwambia yule jamaa basi kule ukashirikia nini sasa? Ndio nishafahamu. Pika sasa tu tunania afu tuangalie mambo mengine yanakwenda. Nyinyi. Tena ikiwezekana leo hata leo jioni. Sasa leo jioni wewe nini? Jioni wewe nitakafanya nini? Utakula hili. Nitakushikilia hivyo hivyo. Baba mjengo. Vipi? Naona tangu ulivyotuita hapa upo kimya tu. Una nini tena? Au umekuja kututambulisha tena mke mwingine? Sasa tuna mambo yetu ya kufanya. Una muda unaenda, upo kimya tu. Shida nini? Ehe. Tunakusikiliza. Okay. Pia sio mbaya. Kwamba tumekutana kwa mara nyingine tukiwa hai, tunaringia afya. Ila sote tulipokaa hapa, akitokea mmoja tukaondoka, basi tayari haina tena maana chuki, haina tena maana chochote, haina maana gari niloacha wala chochote ambacho nitaacha, basi kitakuwa hakina maana. Mali na shari vote vinaondoka mtu akifa. Kwa hiyo sina maana mbaya kusema tumekutana na afya, kwa sababu mimi mwenzenu afya yangu kweli haipo sawa. Na Waswahili wanasema ukitia pua kwenye maji kidevu nacho kitayagusa. Kwa hiyo kama nilivyokuwa mwanzo na waombeni radhi kwa jambo hili na hampolisikia kwangu, mnaanza kujadiliana nyinyi mkao mnahofia kunifuata, kunitafuta, basi na mimi sina budi kuja kukiri kweli ilikuwa kweli. Na leo tu niwajuze, nimeenda kuthibitisha hospitali, nimerudi, daktari amenionyesha kila kitu hapa na ushahidi upo. Kwa hiyo naomba radhi wake zangu, naomba radhi sana, mnisamehe. Mimi binadamu, ubishi, mambo mengine yote hutokea tu. Kama vipindi tu vya mvua na jua vinavyobadilika. Ila sikuwa tayari kuwaacha mbali, ndio maana nipo na nyinyi. Zile shida mnazonipigia kelele, utupi nguo, utupi nini, basi zote zisingekuwa na maana hizo. Na sasa hivi hazina maana kwa sababu bado mimi mgonjwa. Ingawa daktari ameniambia unatibika huko. Kwa hiyo najua mmenichoka, lakini nikifa mtanikumbuka sana. Sio vyema kunifugia chuki kwa sababu nyote ni wangu na hakuna hata mmoja aliomba talaka au yupo ambaye anataka nimwache. Eti yupo? Hayupo. Sasa nyinyi mimi ni wenu na mimi ni wangu nyinyi. Sawa? Kwa ninachoomba mnisamehe sana wake zangu. Cha kusikitisha au cha kufurahisha ni kwamba kama mupo basi kuna kitu cha muhimu zaidi kinatakiwa, na nina uhakika wake zangu mnajiweza. Huyu anajituma, huyu anajituma, ndio kitu gani? Nachotaka kuambia nitakuona kesho kutwa. Sawa na si mnataka nipone? Nataka watoto. Ndio? Huyu naye kishantu. Sasa sikiliza. Unatakiwa milioni 20. Wewe 5 na wewe 5.